Tashangilia tena Yesu kwa makofi na vigelegele. Tushangilie tena Yesu vizuri, kwa maana anastahili kupokea makofi yetu. Patia moyo karibu yako mkono, mwambie Mungu akubariki kwa usuja wa kumtafute ngalao majira, lakini uliona vema ukiabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wengi sana waliogopa majira na wakabakia kunyumba, lakini wewe ulisema ingalao shida, ingalao vitisho, inabidi niende ni muabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Na watu wa Goma wanaogopa vita sana. Ingelikuwa sisi tunaogopa vita ndio sisi tunaogopa zambi, ingelikuwa mzuri sana. Bengine banaandaa maprovision kwa hiyo wakati, lakini tunashindwa. Andaa mioyo zetu, andaa moyo wako na umtegemee Mungu. Bwana atakusaidia. Tunakuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu, kwa maana Mungu ni mwema kila siku katika maisha yetu, ambaye ametufanya tena tukue hapa. Kukua hapa siku ya leo haiko mapenzi yangu, haiko mapenzi yako, lakini ni mapenzi ya Mungu. Amen. Na tunakubariki pia wewe ambao ulipata hii neema ya kufika. Mungu wa hii madhabahu akubariki. Tuko na somo ambao tutazungumza kwa muda mchache. Ni somo ambao tulikuwa tunazungumzia dimanche ambayo ilipita kuacha ya jana, ambao tulikataa kipande tukasema tuendelesha wakati tutapata muda. Na ile somo ilikuwa nasema maono yako itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema tena saa Mungu atatupatia muda, tutaingia tena kilindini ili tuweze kumaliza ile somo yetu. Amen, amen. Tutakuwa wima basi, tusome neno la Mungu. 37 37 verset combien? 5e verset utaishia ku 7. Tunasoma ndani ya kitabu ya Mwanzo 37 mstari wa 5 hadi 7 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yusufu akaota ndoto, akapasha kwa ndugu zake, wakazidi kumchukia. Akawaambia, sikieni, ninawaomba ninyi ndoto hii niliyoota. Tazama, tulikuwa tukifunga miganda shambani, na tazama mganda wangu ukaondoka ukasimama vile vile, na tazama miganda yenu ilizunguka iliinama mbele ya mganda wangu. Amen. Amen. Mwanzo 43 na mstari wa 11 hadi 14. Mwanzo 43 11 hadi 14. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwanzo 43 mstari ya 11 hadi 14 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba yao Israeli akamwambia, kama ikiwa hivi sasa, fanyeni hivi, twaeni matunda mazuri sana ya nchi na vyombo vyenu, na pelekeni mtu yule zaidi, zili kidogo, asali kidogo na manukato na manemane, batani na lozi, na chukueni fedha mara 2 mkononi mwenu, na fedha zilizorudishwa kinywani magunia yenu mrudishe tena. Ondokeni, kwendeni kwa mtu yule. Amen. Amen. Utashangilia kwa neno la Mungu. Maono yako itatimia. Na ni sweet, tunaendelesha kwenye tuliishia. Amen, amen. Na kwa wale ambao wakokuwa, tuliweza kuambia watu ya kwamba wakati mtu wote anaokoka na mtu mmoja ambaye anaeneza akili anakuwaka na maono yake. Bwana Yesu asifiwe. Ama anakuwaka na vizio zake zenye anapangaka. Anajua nikifanyikiwa mimi naweza fanya hiki. Anajua niko nasoma shule, badala ya kusoma shule ndafanya hiki. Anajua niko nazaa watoto, badala ya kuzala watoto kitakuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema tukaongelea tena ndoto.
tukasema kuko watu wengi ambao Mungu anapatia ndoto, wanapitia ndoto, na badala ya kupitia ndoto mwanadamu anafikia kipindi cha kupuuzi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na katika ndoto Mungu huwa sana anazungumza na watoto wake, lakini sisi tunapopitia ndoto tunaikamata tu ni jambo kawaida, lakini kuna watu waliweza kuinuliwa kupitia ndoto zao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waliweza kuinuliwa kupitia maono yao. Na wewe unajikutana wakati unaokoka unazarau maono yako ama unazarau ndoto zako. Acha nikwambie ya kwamba kama unazarau ndoto zako na maono yako, unazarau mwelekeo wako, unazarau destiny yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo kwa tulikuwa tunazungumzia katika kitabu cha Mwanzo 37, tunaona hapa historia ya ndugu Yusufu. Na Biblia inaniambia kwamba huyu ndugu Yusufu alizaliwa katika nyumba ya Yakobo na walikuwa watoto 12. Na hao watoto Biblia inaniambia kwamba Yusufu akakuwa mpendwa kuliko ndugu zake mbele ya baba yake. Bwana tusaidie sana. Na ikafika wakati ambao Mungu amempatia ndoto ama Mungu akampatia maono kwa tafsiri nyingine, na Mungu akamwambia Yusufu, akamuonesha bandugu yake biko nafunga miganda, lakini miganda ya bandugu yake iko na inama tu mbele ya mganda wa Yusufu. Na wakati aliambia bandugu yake wakasema, ina maana kuna siku sie bote tutainama mbele zako tunakuabudu. Na maandiko yananiambia kuanzia ile siku wakaanza kumchukia Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaambia watu ya kwamba kuna vita vingine tunapitia katika maisha, haiko sisi ndio wanapiganisha, lakini wanapiganisha maono yetu, wanapiganisha destiny yetu. Na nikaambia watu ya kwamba hata ulimwengu mzima isimame juu ya kupiganisha destiny yako, hakuna mtu mwenye anayezuiza kitu Mungu amepanga kwa maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na shia kama vile wa Kristo, kuna vipindi tunafikiaka ndani unaona maisha yanablokea iende, na unasema inawezekana ni shangazi, inawezekana ni myomba, inawezekana wachirani ndio wachawi. Bien nacho nikwambie kwamba ingalau anaweza jaribu kukupiganisha, lakini kama unamgeukia Mungu na kubakia msimamo ya Mungu, ni sharti ile maono yako itatimilika. Bwana Yesu asifiwe. Na pale tutaruka, kwa maana tulikuwa tumeongelea kule, na tutaingia nafasi ambapo Yusufu ameingizwa ndani ya gereza ili tuendee utimilifu wa maono Mungu alimupatia. Na Biblia inaniambia kwamba huyu ndugu Yusufu wanamuweka ndani ya prison. Anakaa mule mgereza kwa kusingiziwa uongo, na pale kugereza habakumkonda na kama mutilie miaka. Alikuwa anaishi mule, hajue kama atatoka lini. Na mwenye alimutia mule alikuwa anajua ya kwamba mie tu ndio niko na mamlaka ya kutosha Yusufu pale. Akasababu ya kwamba kuna Mungu mwenye iko odela ya mawazo yetu shie banadamu. Na sawa vile shie wa Kristo, kuna vipindi vingine vya maisha tunasukuma ndani na wanadamu wenzetu, na wanasema bila nguvu zangu haezi toka pale. Lakini asubuhi ya leo nakwambia kwamba mwanadamu anayesema bila yeye huwezi toka kwenye huko, lakini nakwambia kwamba bila Mungu ndio hauwezi toka kwenye huko, lakini bila mwanadamu unaweza toka kwenye huko na unaingia mahali pengine, na Mungu hata naomba avia ule mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika maisha kuna watu wanatusaidiaka, na wakati ule mtu anakusaidia, anakupatia chakula, anajua kisi unaishi juu yake. Unaweza saidia mtu, unaweza lipia mtu shule, lakini destiny ya ule mtu haiko kwa mikono yako, iko kwa mikono ya Mungu. Kwa maana unaweza acha kumupatia na ule mtu hatakufa, kwa maana mwenyewe kwa na maisha yake ni Mungu peke yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Biblia inaambia kwamba Potifari alikuwa anajua kisi mimi ndio general. Hakuna mtu mwingine mwanazi mtosha pale. Ataleta ba maître avocat, habatavuka sheria yangu. Bwana Yesu asifiwe.
Na kuna Wakristo tunapitia katika vipindi vigumu. Unapitia changamoto za maisha na unaangalia kushoto hakuna msaada. Unaangalia kuume hakuna msaada. Na unafikia kipindi unakata matumaini. Lakini nikuambia kama vile mtoto wa Mungu, ingalau msaada nakosa mbele, msaada nakosa nyuma, msaada nakosa ngambo na ngambo, pako Mungu mwenye anatokea kwa wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wana wa Israeli nao wakati walifikaga mbele ya bahari nyekundu, Biblia inasema waliangaliaka mbele wakaona bahari. Wakaangalia ngambo na ngambo milima, wanaangalia nyuma Farao na jeshi lake. Wakasema leo kufa yetu inatimia. Na wakati walikuwa wananungunika, Mungu akaongea na Musa. Akaambia Musa, ni sheti piga mfimbo wako juu ya maji. Na Biblia inasema nchi ikapasuka. Na ninapotafakaria hii neno nagundua ya kwamba pako Mungu mwenye anafunguaka njia kwenye hakuna njia. Pako Mungu mwenye anapasulaka milango kwenye walikuwa wametufungia milango. Pako Mungu mwenye anakuwa na neno ya mwisho kwenye wanadamu walikuwa wameongea. Ni kwako tu kuwekea ule Mungu matumaini. Ni kwako tu kuamini ya kwamba ule Mungu anaweza shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu Yusufu anaketi ndani ya gereza, hajue ndatoka lini. Sawa vile wasioko napitia leo. Uko mshomaji, haujue siku gani utapataka kazi. Hauna ndugu mmoja kusaidia juu demande yako ipite. Unakata matumaini, lakini acha nikwambie kwamba we haujue lakini Mungu anajua. Haujue lakini Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaniambia kwamba mgereza Yusufu Mungu akamfungulia neema. Mule mprizo Mungu akamfungulia neema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama tunapenda maono yetu timie, tukwe na bakia fidele kuposte zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukwe na bakia fidele mposte yetu. Ukwe na msimamo hata mambo ya kiroho. Ingalau umeomba kuwesesera, mwaka imepita, mwaka wa pili imepita, usikate matumaini. Mungu angali bado mwenye anatendaka. Kwa maana Yusufu angelisema abomole prizo atoroke, angelikuwa amezuiza maono yake. Lakini Yusufu alikuwa anajua hii mateso ni mwanadamu ndio maana niempozee mateso. Na katika ufunuo badala ya mateso kuna kuwaka furaha. Kumbe na mie Yusufu ni sheti nivumilie kwanza hii mateso, na badala ya mateso ndio kwenda pata furaha. Bwana tusaidie sana. Amen. Na maandiko yananiambia mfalme naye analeta wengine watu wanabatia mprizo. Banakuwa wote mprobleme mwana Yusufu. Kumbe kuwaleta mprizo haikukuwa mfalme ndio alibatuma mprizo, lakini Mungu ndio mwenye alikosesha mfalme amani alete watu wake mprizo. Kwa msaa watu wa mfalme waikale fasi mwana Yusufu. Na siku moja wakalota ndoto. Na ndoto yao ikawachanganya. Kila mtu anakosa tafsiri. Kila mtu anakosa nani atamtafsiria. Lakini Yusufu akawaambia mnafadhaika juu ya nini? Wakamwambia tulilota na hakuna mwanajua kutafsiri. Yusufu akawaambia mnielezee. Akawatafsiria kila umoja kulingana na jinsi ndoto yake ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaambia kwamba apres siku 3 kila mtu banamfungula. Ule wa kwanza bakamrudisha mkazi yake, na ule wa pili bakaenda bakamtundika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Yusufu akaambia ule wa kwanza aseme wakati utafika nyumba ya Farao unikumbuke. Unitaje mbele ya Farao. Kwa maana niko mwa prison, niko inosa. Na waliniibaka mwinchi yangu wananiuzisha wananileta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati unazipenda kujitetea, lakini kama Mungu hayakutetea, ukweli yako hayesionekana. Yusufu akapenda kujitetea, asema mimi niko inosa, lakini kujitetea Yusufu haikumtosha mprizo. Na Biblia inaambia kwamba wale na akaenda, akafanya miaka 2 akasahau Yusufu. Na nikaambia watu dimashi ya kwamba hii ndio asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu ni kusahau kila siku yale mema ulimtendea. Asili ya mwanadamu kila siku ni kusahau mwenye alimsaidia jana, nao wakasahau kwa maana walikuwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na apres miaka 2 Farao na anapata maono. Na ile maono ya Farao ikamchanganya. Biblia inaambia kwamba akaita wachawi,
akaita watu wa akili na wenye hekima, akawaelezea ndoto, na katika Misri mzima hakukupatikana mtu wa kuweza kutafsiri ile ndoto. Farao akafadhaika, kwa maana anajua ya kwamba katika Misri yote hakuna mtu mwenye anaweza tafsiri ndoto yangu, ndafanya namuna gani? Bwana Yesu asifiwe. Aseme akafadhaika, akajaa na hasira. Na wakati nilikuwa niko nawaza hapa, hii neno ya Farao kukosa tafsiri ikanipeleka mu kitabu cha Ufunuo sura ya 5 na mstari wake wa 1. Biblia inaambia kwamba Yohane banampeleka mu maono, banamuonesha kitabu kenye mihuri 7. Biblia inaambia kwamba malaika akapita, malaika mwenye nguvu iko na ubii kwa sauti kubwa, akasema mbinguni kote, duniani kote, hakuna mtu anastahili kufungua kitabu. Aseme Yohane na akalia, kwa maana naona hii kitabu nani atakifungua? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio vile na wewe uko maisha ya Kikristo. Magumu yako unaona hakuna mwanaweza kusaidia. Magumu yako unaona hakuna mwanaweza kusaidia. Magonjwa yako unaona hakuna mwanaweza kuponya. Lakini Biblia inaambia kwamba Yohane akaona mzee, akasimama katikati ya wale wazee 24, akamwambia Yohane, usiogope, usilie. Tazama, kuna simba la kabila la Yuda ambaye alishinda, tena apata kushinda, ataufungua ile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia hapa nikaelewa ya kwamba kenyeshia tunashindwa weza, simba wa kabila la Yuda iko pale juu ya kutuwezesha. Na Farao na analia, anafadhaika. Bakamwambia Farao, kule mprizo koka jeune garçon kamoya kaebrania tulotaka ndoto kaka tafsiri. Farao akasema mwende mkalete. Bakenda bakalenda Yusufu. Yusufu anafika mbele ya Farao, angana nuka prison. Farao sana muona, anamwambia wewe ndio tafsiri ndoto zangu. Yusufu akamwambia haiko mie, lakini Mungu atatafsiri ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipomwambia ndoto, Yusufu akatafsiri ndoto ya Farao. Akamwambia ile masuke 7 ulilota ya kugonda ni miaka 7 ya njala, na ile masuke 7 ya kunenepa ni miaka 7 ya chakula. Bwana Yesu atusaidie sana. Yusufu akaleta nini? Akaleta tafsiri ya ndoto. Na wakati Yusufu anamaliza kuleta tafsiri ya ndoto, akaambia mfalme, sasa inabidi sasa tu hii njala siangamize hii nchi yako, ujichagulie mtu wa akili, mtu wa hekima, umweke akuwe premier ministre wa hii ufalme wako wote wa Misri mzima, ili wakati njala inakuwa akuwa alishastokea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Farao anaangalia Misri yote, banamwambia mtu wa akili, mtu wa hekima. Na alikuwa ameangalia watu ya hekima, watu ya akili hawakuweza, akajua ya kwamba hakuna mtu mwingine wa hekima kama haiko Yusufu mwanashimama hapa. Akageukia wafanyakazi yeye akawaambia, tumtoshe tena wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani mwake? Bwana Yesu asifiwe. Prisonnier, asubuhi prisonnier, 12 mfalme anaanza mutapa, aseme tumtoshe tena wapi? Bwana Yesu asifiwe. Usiwezeke neglige mtu juu ya maisha mtu kuapitia, wala juu ya hali yake, wala juu ya leo yake. Inawezekana ule mtu leo mwenye anazagaulika leo, kesho Mungu amuinue. Mtu alikuwa prisonnier, mfalme anaanza mutapa, aseme tutoshe tena mtu wapi kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana Yusufu, ingalao magumu alipitia prison, lakini alikuwa anatembea na Mungu. Yusufu alikataa kufanya dhambi juu ya kuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sie wa Kristo wa leo, shida tu kidogo tunaacha Mungu. Kulala tu njala limoya unaacha Mungu. Kukosa tu kazi mwezi mmoja mwaka mmoja unaamua kuacha Mungu. Lakini Yusufu anapitia mateso. Biblia inaambia alitoka kwao yuko na 17, anaeneza 30, ndio anashimama mbele ya mfalme. Anafanya miaka ngapi? 13 ya souffrance, lakini ya kuachaka Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanafaa mwaka moja njala, mwaka moja magumu, mwaka moja magonjwa, na unaamua ya kwamba mimi naacha Mungu. Inawezekana Mungu atendake. Ningekuambia tena asubuhi ya leo, ingalao magumu inapita, tembea pamoja na Mungu. Wote walitembea na Mungu, hakuna siku Mungu aliwaachaka, lakini kwa mwisho Mungu anawapanguzaka machozi. Tujifunze kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu alikuwa na maono ya kabambi. Alijua hii njala, hii prison sitailinganisha na maono yangu. Na wewe kuna vitu vingine maisha ya Ukristo haupaswi kulinganisha na maono yako. Bwana tusaidie sana. Haupaswi kulinganisha na maono yako. Na kuna watu wana maono makubwa kama vile Yusufu. Tukiangalia mu kitabu cha Ezekieli 37, Ezekieli naye Mungu anampatia maono ya kabambi juu ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu anapatia maono juu ya taifa. Na hao watu Mungu anapatia maono juu ya taifa wanapitiaka magumu, wanapitiaka mateso, lakini baada ya ile mateso wanakuwaka msaada, si juu ya familia yao, lakini juu ya nchi yote mzima na dunia yote mzima. Mungu akamkamata Ezekieli ndani ya maono, akampeleka mahali kulikuwa bonde linajaa mifupa mikavu. Akamwambia Ezekieli, unaona ile mifupa yote? Eske Ezekieli inaweza ishi tena? Ezekieli akamwambia, Baba, ni wewe wajua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa vitu vingine vinatupitaka ufahamu, usibakiwe kwa unajisumbua, ambia Mungu wewe ndio unajua. Akaambia Ezekieli, tabiri sasa juu ya ile mifupa ipate tena uzima. Mungu akampatia maono ya kusaidia taifa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye tulikuwa wakati ambapo Yusufu mfalme anamaliza kusema tupate tena mtu kama huyu, mfalme akamshimika akakuwa premier minister. Na ile saa akampatia Yusufu gari, akampatia bagari de corps, akampatia mavazi ya mzuri, akatosha pete yake akampatia, akaambia Misri mzima, kuanzia leo hakuna mtu wowote ule mwenye atashimamisha mkono wake wala mguu wake mbele ya nani? Mbele ya Yusufu. Unaona sisi Mungu analipaka bien. Ukibakia mwaminifu kwa Mungu, Mungu anakulipaka mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Alikataa kuzini na mke wa Potifa, kumbe kuna siku Mungu atamulipa bien. Na siku moja niliambia watu hapa, mtu anaweza kusemea bongo mbele ya watu 10, lakini siku moja Mungu ataonesha ukweli wako mbele ya dunia yote. Misri yote ilijua si Yusufu alibaka, lakini leo dunia yote inajua si Yusufu alikuwa inosa. Na Yusufu anamfanya premier ministre. Wakati wanamfanya premier ministre, Biblia inaambia kwamba anaanza sheria na sheria na sheria, anaoa, anazaa, njala inaanza. Na ile njala haikuwa tu Misri, ilikuwa pia katika dunia yote, na ikagusa nchi ya Kanaani. Na katika nchi ya Kanaani ndio pale kwenye Yusufu alitokea, kwenye baba yake na ndugu zake wanaketi. Na wakati njala iliingia pale, bakasikia kule Misri ndio kuna bakia chakula. Yakobo akaambia watoto wake, mwende Misri, mwende muniuzie chakula. Bwana Yesu asifiwe. Nao wakafunga safari, bakaenda. Saba nafika banakutana na Yusufu. Na wakati Yusufu alibaona, Yusufu yeye akabaona, akakumbuka, akawajua, lakini hao hawakujua tena Yusufu. Ndio maana mtu mwanalumizaka mtu, wao wanabakia na cicatrice au msaabaki. Yana hizi sababu, lakini watakuwa na ile cicatrice wanakumbuka. Akakumbuka, akabaona. Saba alifika mbele ya Yusufu, bote bakainama. Ase kichwa zao zikafika kwa budongo. Ndoto ya Yusufu ikafanya nini? Ikatimilika. Bwana Yesu asifiwe. Saba alifika mbele ya Yusufu, bote hayasema neno, bote walishaanguka. Na kichwa kinafika tiku budongo, banaabudu Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ya Mungu alimuoneshaka ndugu zake biko na inama mbele yake, ikatimilika.
Bwana Yesu asifiwe. Ingalau walifanya njama ya kuweza kuua Yusufu, ya kuuzisha Yusufu tu maono yake yasitimilike, lakini ingalau ile njia zote walizipitia ndani, ilifikia kwa kutimilika. Bakainama mbele ya Yusufu, na Yusufu wakati alibaona akaba intimide, akabaambia nyinyi mko watu gani? Mnatoka wapi? Bakaanza muambia, shie tuko batu tunatoka Kanana, tuko bandugu tulizaliwaka 12, umoja hakwake tena, na mdogo anabakia na baba yetu angali. Akabaambia nyinyi mko wapelelezi. Biblia inaambia kwamba Yusufu akaona bandugu yake, akabatwala kwanza, akabatia mprizo pendant 3 jours. Bwana Yesu asifiwe. Après 3 jours anabalibere, anabaambia sasa, mimi natabaacha ndafunga tu moyo wenyu, mwende mulete ole mdogo yenyu, njoo nijue kama ni kweli hamuko wapelelezi. Akabakia na Simeoni, akabaacha barudie kwenye baba yao iko. Na alikuwa anatafuta kwanza ahakikishe kama Benjamin angali, kwa maana Benjamin balizaliwaka tu naye tumbo moja hapo tu bawili kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku hapa nifundishaka libere Benjamin et tu verras Joseph. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati banaenda banafika mbele ya Yakobo, wanaonesha Yakobo chakula, lakini Yakobo akaangalia Simeoni haiko. Bakamwambia kule kwetu tulienda, bali bakia na Simeoni, bakasema mpaka tulete Benjamin. Kama Benjamin hayakuya, Simeoni hawata munibere. Yakobo akasema, mliuwaka Yusufu na munapenda Benjamin naye mumuue. Kama mulishakaua, magaba hapa njoo mwisho, mtoto wangu sitawapatia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaambia kwamba Yakobo anakula chakula na shiba. Ikafika wakati ile chakula inaisha. Ikafika wakati chakula inaisha, na baita, mwende tena muuze chakula. Bakamwambia kule kwa tulikuwa, bali sema kama Benjamin haiko, sie tusifike pale. Yakobo akawaambia, hakuna vingine mnaweza fanya, mubebe pesa, matunda, mimi muache Benjamin. Bakamwambia mzee, kama Benjamin haiko hatutaenda. Na katika ulimwengu wa kiroho Yakobo anakosa ufunuo. Kadiri Yakobo angana bana Benjamin, kadiri Yakobo eko nalia, kwa maana Yakobo anabakia na Benjamin ambaye ni mwana wake, alikuwa anabakia wa pekee kwa bibi yake Rachel. Na akiamua kuachililia Benjamin, machozi yenye aliliaka miaka ya kutosha itapangusiwa, lakini hana ufunuo. Na shie kama vile wa Kristo, kuna wakati unashikiliaka vitu, kumbe vile vitu ndio vinasababisha machozi yetu, na ukiamua kubiacha unapata furaha. Bakamwambia kama Benjamin haiko hatutaenda. Sasa Yakobo anaangalia njale inakuwa mingi. Bakamwambia kama ulibere Benjamin, na shie na we na Benjamin tutakufa na njala. Ndio pale kwa tulisoma Mwanzo 43 na mstari wa 11, ndio Yakobo akabaita. Akamwambia sasa mtwale sasa matunda, kila kitu kyote kizuri kia Mkanane, mkamate sasa na Benjamin, mwende sasa kule. Kama Mungu atatijalia basi neema, mtoto wangu Benjamin arudie. Na kama mtoto wangu atakufa, basi ndafiwa na wana wangu. Akalibere Benjamin, hapana kwa furaha, kwa machozi, kwa huzuni, lakini kwa maana katika ufunuo Mungu alipenda kutuambia kwamba kuna vitu vingine inalomba viache kwa kinguvu, inalomba viache kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nakutana mtu anakuambia mie nishakaacha dhambi zote, lakini kachupa nishashindwa kaacha. Hakuna mwana acha chupa na anafurahi. Watu wote wanaacha chupa kwa huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine mimi nishaacha vyote, kabuzinifu tu. Baba iachaje kwa kupenda, bana iacha kwa machozi. Na ukiamua leo kuilibere, Mungu anaweza kupatia furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na analibere Benjamin anaenda. Kwenye Yakobo iko, Yakobo anabakia na huzuni. Anasema mtoto wangu Simeoni alishabakilia kule, Yusufu alishaka kufa, na Benjamin naye mnamubeba. Banakuwa watoto watatu. Sasa kama wote abarudie, ndakuwa wanani? Bwana Yesu asifiwe. Banaenda, sasa Yusufu anabaona, anaona Benjamin.
anaona wa ndugu yake. Yusufu akasikia machozi, akakimbia kwa mshambri, akalia sana, kia na baintimide kwa kidogo. Anasema walete kwa bakule mnyumba yangu. Banakula sasa, banakula banashiba. Biko najiuliza sasa, mbona Misri watu wote wa Misri wanakuwa na roho mbaya? Huyu mtu wa Misri yuko na roho ya mzuri, atukulishe mnyumba yake. Huyu ni nani? Kumbe hawajua kisinjo ndugu yao walitendea kama mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akabateka, akamwambia mpapatie byabo vyote, wafungie chakula baende. Bakamata kikombe cha Yusufu, bakagitia mkitunga cha Benjamin. Yusufu banaenda. Sasa banafika munjia, Yusufu anatuma bagarde yake, mwende mfuye bale watu, mwenye mtakutana iko na ile kikombe kyangu, mumulete akwe mtumwa. Banakutana Benjamin ndio mweko na ile tasi. Banarudia kwa Yusufu. Yuda ndio wa kwanza analia. Anaambia Yusufu, nihurumie. Huyu mtoto asibakie mtumwa wako. Kwa maana niliambia baba yangu kama huyu mtoto arudie, laana iende kwa maisha yangu. Kumbe uache huyu mtoto aende, mimi ndio nibakie mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu anabaona, anabaintimide. Ikafika wakati yenye Yusufu anashindwa kujizuiza. Biblia inaambia kwamba Yusufu akalia sana, akaambia bandugu yake, mie njoo ndugu yenu Yusufu mwenye muliuzishaka. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, sikia baba yangu angali. Hakuna mtu mwaliweza kumujibu. Unajua wakati yenye Mungu anabadilisha mpango ya maadui, maadui banakosa maneno ya kuongea. Aseme bakasikia boga, bakawaza Yusufu anataka kutendea vibaya. Yusufu akawaambia, msiogope, kwa maana nyamu ni kusudia mabaya, lakini Mungu akaigeuza kuwa mema. Kuna watu wanaosimama wanakukusudia mabaya, lakini ile mabaya yao Mungu anazitumia na Mungu anaigeuza kuwa mema. Akawaambia, kosa haiko yenu, nyie mlitendea mabaya, lakini Mungu akaigeuza kuwa mema. Akawaambia, msiogope. Bwana Yesu asifiwe. Aseme akawapatia, yambia kalia kwa uchungu. Na hapa Yusufu anataka kufundisha nini? Yusufu anataka kufundisha tukue na moyo wa kusamehe. Ambia moyo pembeni yako kuwa na roho ya kusamehe. Wakristo wengi leo hatuna roho ya kusamehe. Unakutana Mkristo anasimama anasema, hata kama ule mtu alishanilomba pardon, mie sitamuhurumiaka maisha yangu yote. Hauyaokoka. Wale ambao wanaokoka, hata kama hujamuomba msamaha, ndani ya roho yake anakuwa alishakusamehe. Na tunatakiwa tukue Wakristo kama vile Yusufu, ambao tutakuwa tunatembea na roho ya huruma. Haijalishi watu walikutendea vibaya namna gani, lakini ukiwaona waambie, nimewasamehe bure, kwa maana Yesu naye alitusameheaka bure. Yusufu yuko anatufundisha roho ya huruma. Bandugu yake, tusome kwanza hapa Mwanzo 42 mstari wake wa 21. Usomee pale msomaji. Genèse 42. Ndiyo. Wakasemezana wao kwa wao, wewe tunakosa juu ya ndugu yetu. Ndiyo. Ikiwa tumeona tabu ya nafsi yake kwa wakati alipotusihi, nasi hatukusikia. Kwa hivi tabu hii imetupata. Amen. Amen. Aseme wao peke walifika wakati banaanza juta. Ase kweli tulikoseaka ndugu yetu. Kwa kumwanga damu yake alitubembelezaka na tukashindwa kumsamehe, tukashindwa kumsikia. Lakini sasa tabu imetupata leo. Na dimansha niliambia watu hapa, ukikuwa chanzo ya kutosha damu ya mtu, kuna siku italipiwa. Na ikilipiwa inalipiwa kwa gharama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu akawaambia, nimewasamehe. Leo tutoshe tena Wakristo wapi? Unamkosea, ndani ya roho yake anakuambia nimekusamehe. Lakini Wakristo leo tumekuwa watu wa kuweka makonflikt. Fulani aniambiaka mubaya, fulani animwangiaka mai, fulani aniibaka, fulani akanifanyizia hiki. Uko na makonflikt ndani ya roho yako. Na sasa tunafika hapo naimba tunaenda Kanani. Hauwezi enda Kanana na hauna roho ya kuweza kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akaliberele makonflikt, akawaambia, mie sina probleme na nyie. Nyie mlitendea mabaya, Mungu akaigeuza mema.
Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, je, baba yangu Yakobo angali mzima? Bakamwambia, baba yako angali. Akaangalia Benjamin, akaona petit frère Benjamin huyu. Mimi nafahamu miaka pale balikia kutana ndugu yake, saa yenye banenda ita baba yake na njoo kunafika inapita nyingine 7, donc anakuwa na 37. Tu alitoka kwa boko na 17, saa nenda 30 na kutana na mfalme Farao, banapitia miaka 7 ya chakula. Après ile miaka 7 ya chakula njoo bandugu yake bakakuya. Anaeneza deja 37. Alitoka kwa baba yake iko na 17. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Farao alisikia Yusufu anaona bandugu yake, Farao akafurahi. Akaambia Yusufu, patia bandugu yako magari, balikiaka na mapunda, lakini akamwambia uwapatie magari, uwafungie chakula, baende walete na baba yako. Nyie bote mutaikala mwa hii nchi na mutakula mema ya hii nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye kuna maono ukimutupa, unatupa wewe peke baraka zako. Kwa maana balitupaka Yusufu, lakini Misri kaelewa kenye Mungu anamupatia, ikamkamata na akakuwa msaada juu ya nchi mzima ya Misri. Na wakati yenye banarudia, banenda kwa Yakobo, saa yenye Yakobo anabaona, aliona watu wanaenda na masheval, watu wanarudia na magari. Na wazo ile siku Yakobo aliogopaka, juu hapa kifo yangu inafika. Inawezekana ule mfalme wa Misri anawatumanisha sana basoda bakuye na mie Yakobo banifunge, kumbe akasahau ya kwamba ni mtoto wake, sasa ndio mwanatuma magari. Bwana Yesu asifiwe. Bakafika kwenye Yakobo yuko, bakamwambia, baba, ule mtoto wako Yusufu umetukwambia alikufaka. Yusufu yuko mzima na kule Misri leo ndio shefu kule. Napendaka Mungu sana. Mungu anazoea tumikisha kinywa yenye likusemea mabaya, Mungu anaitumikishake na rudia tena sema mema juu yako. Baba ndugu yake ndio walisema gisi nyama zimemukula, na abo ndio Mungu anatumia banakia anose tena gisi Joseph yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu bakiinuka banaongea, acha baongee. Kuna vipindi vya maisha Mungu anaweza kupeleka ndani, wao tena wanakushuhudia vizuri. Banaambia Yakobo hakusadiki. Sasa alionaka vile akazimia. Sasa anamuonesha, ona magari, ona manguo alikutumia, ona chakula alikutumia. Yakobo akashimama akafurahi. Alikuwa amelia panda tusabia ile miaka 17 mpaka 37. Iko miaka ngapi? Iko 20. Yakobo analiaka, lakini siku moja Mungu akamupanguza machozi. Kama unaamini kisi kwa Mungu mwanapanguzaka machozi, unaweza mpatia tu makofi na vikelekele. Mtu analia panda 20 na kilio yake hakuna wakuweza kumfariji, lakini kwa siku moja, kwa saa moja, machozi ya 20 ikapanguziwa. Tena ikapanguziwa kwa furaha. Alikuwa baba yake na Yusufu, lakini hataitwa tena baba wa Yusufu, lakini ataita baba wa premier ministre. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku familia zetu zitafurahia mafanikio yetu. Kuna siku familia yako itafurahia kuinuliwa kwako. Ndio maana unapojiangalia kutafuta Mungu, tafuta Mungu kwa bidii. Juu ukishindwa, kuna watu wanachunga ushindwe, sasa unashindwa wanakucheka. Hata katika biashara, kila kitu utafanya, so naanza fanya kitu yoyote, pambana kwa bidii. Kwa maana watu wengi wanachunga esheke yako. Na ujimagine kama unashindwa, bataongea nini juu yako? Bataambia familia yako nini? Bataambia watoto yako nini? Kumbe tunatakiwa kupambana kwa bidii katika Ukristo. Siku moja tuvikwe taji, ili mtu mmoja asitushimange, mlikuwa mnaenda kanisa kila siku, mbona tuko shehe wote momoto, lakini tulikuwa kule juu tutakuwa tunaona tunasema njoo bali. Nabo biko natuona wanasema njoo bali. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo anasikia mtoto wangu angali. Bwana Yesu asifiwe. Bali wake ile jina ya Yusufu, lakini habakuwaka maono. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa mfalme Farao alimuona akamshanje jina. Akamwambia kuanzia leo hautaitwa tena Yusufu, utaitwa Zefnat Panea. Ndio jina walimpatia kamisi. Mnajua vile kama utaitwa Zefnat Panea, kwa maana alijua ule Yusufu balishaka muua, balishaka sema alikufa, kumbe tumupatie jina mpya. Bwana Yesu asifiwe sana.
tumupatie jina mpya. Baba wa Yusufu anatoka pale na watoto yake banaenda. Sasa mimi najiuliza wale watoto balikuwa naambia Yakobo nini? Kule kwa Yakobo anaenda atajua kweli. Jinsi hapo ndio waliuzishaka Yusufu. Yusufu alikuwa anaona. Na hapo ndio walimwambia alikufa. Biko natembea na baba na biko najiuliza sasa tutafika kule. Baba yetu atatuona namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walitufanyizia kama mabaya, bangali banasumbuka moo, lakini shetu tulishaka samehe. Bwana Yesu asifiwe. Na sawa vile Mkristo na wewe ni vile, hata watu wanabakia bangana nungunika mgotu yako, wewe ndani mwako ulishaka samehe zamani na ukasahau na mkaanza mambo mapya. Yakobo akapanguzua machozi ya venta. Asa kama Mungu aliongea na wewe, juu ya nini Mungu asitimize vile alikuambiaka? Hata miaka ipite, juu ya nini Mungu asitende? Bwana asifiwe sana. Na siku moja niambia watu, dunia yote inaweza kupiganisha wewe, lakini neno la Mungu kwa maisha yako hakuna anaweza ipiganisha. Wakati Yesu anakufa, bakakumbuka bakasema huyu Bwana alisemaka atakufa na après 3 jours anafufuka. Kumbe tutume balinzi bachunje kaburi yake juu ile neno alisema ya kufufuka isitimilike. Bakasahau kwamba banaweza piganisha mwanadamu mwanavala mwili, lakini neno la Mungu hawawezi lipiganisha. Na wewe umenipatia ujasiri ya kuambia kenye Mungu alishaka kuahidia na kupanga mu maisha yako, hakuna mtu anaweza kipiganisha. Bwana Yesu asifiwe. Tutembee tu vizuri na Mungu ingalao magumu. Yusufu alipitia magumu ya kila aina. Ya kwanza anauzishiwa na bandugu yake, bandugu ya damu. Ya pili anasingiziwa uongo, anaingia mprizo, anateseka, lakini pamoja na ile yote hakuacha Mungu. Na sisi tusiache Mungu juu ya magumu, juu ya hali tunayoona naendelea kuchafuka, tusiache Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bakristo mingi leo walishakaacha Mungu juu ya magumu. Mimi depuis mimi naombaka siaonaka kitu, mimi naacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutafutake Mungu juu tupate vitu ya dunia. Tunatafutaka Mungu kia kwanza tupate uzima wa milele. Na kwa tutamalizia tunakuambia ya kwamba ukwe na roho ya kusamehe, ukwe na roho ya kulibere makonfli, kufungua wengine mroho. Ukianza angalia yenye alifanyiziaka vraiment, hakuna mwanezo weza msamehe, hakuna kitu kenye hawezi samehe mwenzako. Lakini Bakristo waamini anakuambia vraiment yule alifanyiziaka siwezi weza msamehe. Ukikufa saa hii mbingu hautaenda. Bwana tusaidie sana. Ndio maana tukue watu wa kusamehe. Juu ndugu yetu Yusufu alipitiaka magumu, balimuuzishaka, bakamutakia kifo, lakini akawasamehe. Wewe ndipo uko pale, hakuna malisha kuuzisha, hakuna malisha kutakia kifo, lakini tushasema fulani sitamsameheaka. Tujifunze kusamehe wengine na shie Mungu hata tusamehe. Mungu abariki neno. Amen.